nimechoka kabisa. Sasa ukiamsubiri sasa. Subiri kwanza. Ndio kudhalilishana. Wewe mwanaume gani kila siku? Yaani huko ndani ninachokitaka hutaki kunitimizia. Naomba unisikilize kwa makini. Ninachokitaka naomba unielewe. Yaani hii mimba ulivyonipa nataka vitu hivyo vitatu. Kwanza udongo mwekundu. Taratibu basi mke wangu. Sio uniambia kwamba taratibu. Kwani ulivyokuwa unanikashifu huko ndani hujajua kama kuniongelea kiustaarabu? Lakini mke wangu, mambo gani tunafanyana? Sisi tumemaliza. Usinipandisha uchungu nitazaa sasa hivi. Kelele kwanza. Usije ukanipa uchungu sasa hivi nikazaa hii mimba sasa hivi tu hii. Yaani usifanye macho na fumba kama hujaniona vizuri wakati kipindi kile ulikuwa unaniona tu vizuri. Sasa hivi basi nimeshagairi. Udongo mwekundu, samaki, ninataka kila kitu ninachokitaka. Yaani hivyo vitu vitatu vyote naomba unitimizie. Na kama hujamfanya hivyo vitu, humu ndani hamlaliki humu. Sijui unanielewa? Mke wangu kuna udongo mwekundu dunia hii. Udongo mwekundu. Ndio nimeshakwambia hivyo. Kama hujui basi utaenda kuelewa huko kauliza wanaume wenzao kwamba udongo mwekundu unakuaje. Sasa mke wangu sasa sema niletea hivyo vitu. Humu ndani hamlaliki. Mke wangu niache basi nikatafute hela. Maana unanizailisha mke wangu. Nikuache eti. Yaani kwani mimi nimekushika? Baada tutaenda baadaye basi. Mke wangu taratibu basi. Watu wasikia huko watu wanaenda. Baadaye bwana. Mimi nakuletea hivyo vitu. Yaani nimeshakwambia. Kama la sivyo ifanyike hicho kitu. Humu ndani utahama humu. Sijapata kuona. Ulesi tu. Mzima. Huko ulikuwa unaelekea wapi? Mimi niko pita tu na mambo yangu. Mimi nilikuwa nataka kuongea naye sogea huko tuongee. Mimi nimekuja kukupenda. Kwanza mkumbe lazi kuja kwa hili. Nazungumza ndani moyo wangu kufikishia wewe. Mimi kuhusu swala la mapenzi nisifiki nalo hata mara hii kama mara moja. Kuna shikaji wangu damu kwa damu anaposhauriza mapenzi na mnyanyasa kweli. Tuongelee habari za Sheisa, tuongee habari zetu. Dada msikufiche kusema kweli. Niko swala la mapenzi mimi za kusikupenda, mimi kusema kweli ndani ya moyo wangu. Lakini nikupe samani tu kwa jambo hili kama tulikuwa nimekukosea. Asante mtaalamu. Mtaalamu. Mimi ni mgeni katika eneo hili hapa. Ila mwenyeji wangu kanipa sifa zako. Wala hujakosea. Na lengo la kuja hapa naamini shida yangu utanisaidia kabisa. Yaani kabla hujaeleza shida yako nishajua unachotaka kusema. Najua unamfuatilia mwanamke, si ndio? Ndio mtaalamu. Umejuaje mtaalamu? Hapa ndo kwa mganga Kizimkazi. Wewe mganga mnoma, una kitu. Na utafika mbali mganga. Asa mganga, lengo la kufika hapa, kuna mwanamke ananisumbua sana, nampenda sana. Najua hilo. Najua unasumbuliwa na mwanamke, si ndio? Kuna mwanamke mimi nampenda lakini hanipendi. Asa huyo mwanamke akupendi, ana mwanaume ambaye anampenda. Na huyo mwanaume anaitwa Makonde. Ndio huyo mtaalamu. Kila siku namuona yuko naye. Mimi naumia. Asa hapa umefika.
dawa umepata. Nitashukuru sana mganga kama utanisaidia. Unaona dawa hiyo? Chukua hiyo dawa, kanunue samaki barabarani wa kukaanga. Ukishachukua hiyo samaki, utachukua hiyo dawa, unga wake utanyunyuzia kwenye mdomo wa samaki. Na kisha utampelekea mwanamke aende kula. Kwa hiyo nikimpa tu jambo langu litakuwa liko sawa. Baada ya kufanya vitu hivyo vikaenda sawa, ndipo utaponiletea mzigo wako. Basi ana shida mtaalamu. Fanya kama nilivyokuambia. Haya, asante. Haya, sawa. Jana ndugu yangu hapa ndo sehemu sahihi kuzungumza majambo yetu. Unajua kuna vocha nimekuta hapa na mmoja ndugu yangu, nataka unisaidie. Ndani ya nyumba yangu sina amani. Sasa hivi tatizo ni uzito, tatizo ni sielewi, yani kwenye nyumba yani kila siku yani mpaka amani tu. Nje bana nifukuze bana, unaagiza vitu ambavyo wewe una uwezo navyo. Ukisikia chakula nenda kachukue pale. Maji ya katika plastiki. Yani sio kama mume. Sielewi jambo hili. Ni ule ujauzito au jambo lingine? Unajua ndugu yangu, kwanza unakele kushikiwa. Yaani mimi nataka kushikiwa. Yaani akili zako kama mbogo suku wa hiyo. Sasa unanitukana. Makoto unanitukana sasa. Mimi sikutukana. Sasa nilifanya kosa kuja kukuomba shauri ndugu yangu. Labda tusende mbali, yani mimi kulumbana kazoea yangu. Ndio, bwana sikilize nikwambie. Yaani unasimama kwenye nafasi pekee kama mume. Yaani mwanangu sikiliza. Yaani wewe pale usionyeshe kama wewe ndio umeolewa. Simama kama mwanaume ijali. Nisipelekeshe bwana. Nisipelekeshe isipokuwa sasa. Vitimbi na mkangu anifanya vitimbi. Nimekuja kukuomba ushauri wewe. Sasa baada ya kulipa ushauri kwa nzuri ulioshiba, unaona kuna mimi mbumbu, maana yake mimi sina akili. Labda tusende mbali, yani mimi kulumbana kazoea yangu. Ndio, bwana sikilize nikwambie. Yaani unasimama kwenye nafasi pekee kama mume. Yaani hata ujinga ukifika pale anusio nyonge. Yaani tukuleta dharau na mpiga kama bao. Isiwe sababu ya mimba ndo kafanya yote kunyanyasa. Sasa mwanangu anapiga mabao tu kama yule usitamuuliza mwili. Tena ujauzito. Wewe tena unaje kumpiga mwanangu, usitafuta kesi hiyo. Wewe unatafuta kesi mwanangu, unatakusha mimi mema, unataki mema. Ndugu yangu pale unaponilaumu wakati wangu kuja kufuata ushauri kwangu, na kwa nini unanikosea? Ila basi sawa. Kwa kuona pale ni shemeji. Nikaidi kwamba kumkwepa. Bali anapokuambia maneno mabaya unaondoka na kuja hata kwangu kupiga story. Yaani makono yanachekesha. Nije kwako saa mchana kuja, haya usiku na kuja kwako wapi? Na haraka huko. Ushauri kwa mzuri ndugu yangu. Nini nifanye? Nikukaa ile zahama. Basi nisikilize nikwambie kuna jambo mimi nilipata tayari. Kutokana na mambo yote nakufanyia ni bora hata wajinga tu. Kutokana na kuna kiumbe kile. Huwezi jua baadaye kusaidia nini. Ndugu yangu shauri yenyewe huo. Kisa nimekuelewa. Tafanya kazi ushauri wako ndugu yangu. Basi poa ndugu yangu. Ushauri wako mimi naenda kufanya kazi. Sawa? Sawa na Makoni? Basi sawa ndugu yangu. Haya. Kwamba mtu mwenyewe ananiuliza katika maswala ya mapenzi, mwenyewe sina hata demu. Mimi namchanganya tu. Mdogo wangu Kichenchede. Kichenchede. Dada. Njoo mara moja mdogo wangu.
Mdogo wangu nimekuita. Kuna jambo nataka nikuambie. Nataka nikutume. Nenda huyu shemeji yako. Kanitafute mtu ambaye anatembea naye. Sister, mimi ndio Kishechele kama unavyonijua. Umbea kwangu, kunitombea kusambaza umbea kama kazi yangu unavyonijua. Sijali, hilo limeisha. Mdogo wako nakuambia. Maana huko ndani hata tuelewani mzee mdogo wangu. Ninapokuambia hivyo, ninaamini swala hili utanifanyia. Usijali, hiyo kazi imeisha. Sasa mdogo wangu, nenda ndani kanipikie mboga ya majani. Katia ndimu kwa mbali, pilipili nyingi, si unajua? Kama kawaida yako. Usijali bwana, imeisha hiyo. Samani nitanaulizia kwa Makonde. Makonde? Bila samani. Makonde huyu akae mbali. Ni shemeji yangu hivi, maana mimi shemeji yangu sana. Nielekeze kwanza. Hapa sio mbali kutoka hapa. Nyumba ya kwanza, ya pili. Nyumba ya tatu ndio utakuta kuna nyumba moja ina dirisha juu. Ina mlango pembeni.